Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo amekuwa mwaminifu kwetu. Kwa utambulisho, sisi ni kwaya, ni kikundi cha kinaitwa kwaya ya Jordan Adventist kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Wendele. Kwa hivyo tuliguswa kuona tuje tushiriki ibada hii pamoja nanyi. Kwa hiyo kwa kutumia nafasi hii ya pekee kabisa, ninapenda wote kwa niaba ya kwaya tunapoenda kutoa huduma kama hii, hivyo basi sisi kama watoto, ndugu zetu, rafiki zetu, tumepata nafasi na upendeleo pekee wa kuunganika nanyi katika asubuhi ya leo. Neno la pekee napenda kuambia ni hili: Mungu anawapenda sana. Amina. Hivyo basi tunapoenda kufungua hiki kipindi, napenda tu kumkaribisha mwalimu wa kwaya apate kutuletea ombi la ufunguzi wa ibada yetu asubuhi ya leo. Karibu mwalimu. Tuombe. Takatifu, 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 wewe uliye mahali pa juu mbinguni. Bwana, binti zako tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Tunaleta sifa na shukrani kwa mambo makuu uliyotutendea. Umetulinda, umetupigania tangu tulipolala jana usiku mpaka masaa haya Baba. Tulilala kama wafu, lakini umeona ni vyema tuamke tena asubuhi ya leo. Tuendelee kukutukuza na kulisifu jina lako. Pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako kwa kuwaza, kunena na kutenda, tunaomba utusamehe, tutakase kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Tunajua Baba, ulikuwa ni mpango wako kwamba siku ya leo tufike katika kituo hiki na tunaonana na wapendwa wetu. Hivyo kile tutakachokitoa kwa ajili ya wapendwa wetu, tunaomba Baba ukawabariki, ukawalinde na ukawapigania. Tunajikabidhi mikononi mwako tunapoanza kipindi chetu, tukiomba na kuamini kwa jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika tafakari fupi ya neno la Mungu katika kitabu kile cha Marko ile sura ya 10 na ule mstari wa 13 na wa 14, neno la Mungu linasema, basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Bwana asifiwe. Amina. Yesu alikuwa na urafiki na watoto. Alikuwa na urafiki na watu gani? Na watoto. Na wakampelekea watoto ili awaguse, yani awabariki. Lakini walipoona wanafunzi wakawakemea watoto. Lakini Yesu alichukizwa sana na hiki kitendo, na akawaambia, waacheni watoto hawa, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana asifiwe. Amina. Yesu anawapenda watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ndio maana hata leo sisi tumefika hapa, tumekuja kuonana na watoto wa Yesu. Haleluya. Amina. Ninyi watoto Yesu anawapenda. Amina. Amina. Na kwa sababu hiyo, yeyote atakayewaonea watoto, atakayekemea watoto, atakayetesa watoto, Mungu atachukia. Na si kuchukia tu, atauawa. Bwana asifiwe. Amina. Katika kitabu cha Torati, kitabu cha Kutoka sura ile ya 22, Kutoka sura ya 22 na ule mstari wa 21, neno la Mungu linasema, usimuonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri.
Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mmewe, wala mtoto yatima. Bwana asifiwe. Amina. Usimtese mtoto yatima wala mjane aliyefiwa na mmewe. Usimtese, usimtendee jeuri, usimuonee. Ukimtesa mtoto yatima, mjane, utafanya nini? Sikia, Mungu anaendelea kusema, ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe ukiwatesa watoto yatima, ukamtesa na mjane aliyefiwa na mume wake, halafu akalia machozi, Biblia inasema Mungu atafanyaje? Atasikia. Na Mungu anaposikia kilio cha watoto yatima, kilio cha wajane, hasira ya Mungu inawaka. Hasira ya Mungu inapowaka, anasema hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi. Kwa hiyo ikiwa kuna mtoto yoyote anayetesa yatima, wajane, wahitaji, Mungu anasikia. Mungu anafanya nini? Anasikia. Unajua watu wameenda mbali sana, wanaonea watoto, wanatesa watoto, wananyanyasa watoto, wanawanyima watoto mahitaji ya msingi, wanabaka watoto, wanadhulumu watoto, wanatupa watoto. Na ndio maana unakuta dunia imepata laana kubwa sana. Sasa badala ya kutesa watoto au kutupa watoto, wangapi wameshawahi kusikia kwamba watoto wametupwa mitaani? Si mmeshasikia? Yaani watoto wanatupwa mitaani. Jamani, ni jambo la kusikitisha. Hakika yake wanaofanya mambo kama hayo, Mungu atawapatia adhabu. Kwa hiyo mjisikie huru katika Bwana. Ninyi mnapendwa na Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunaweza kufika hapa. Maana dini sio kuhudhuria kanisani tu, sio kuvaa suti, kuvalia vizuri na kwenda tu kanisani. Dini ni nini? Dini ni kuwaona yatima, ni kuwaona wajane, ni kuwaona wahitaji, kuwatembelea na kuwapelekea mahitaji ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Imeandikwa katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Tusome fungu la mwisho. Katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 1 mstari wa 26-27, fungu letu la mwisho linasema, mtu akizani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini yake haifanyaje? Sasa dini iliyo ya maana, ambayo Mungu anahitaji tuwe na dini ya namna hiyo, ni dini ipi? Katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 27 anasema, dini iliyo safi, isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika ziki yao. Bwana Yesu asifiwe. Na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Tumekuja kuwatazama ninyi, ni ndugu zetu katika Bwana. Bwana asifiwe. Amina. Hii ndiyo dini. Na watu wote ambao wanasema wana dini wanapaswa kuwahudumia yatima, wanapaswa kuwaona wajane, watu wenye mahitaji maalum, kula nao, kunywa nao,
kushiriki nao ibada katika mambo yote na kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sisi tumekuja kwa ajili ya kuwapatia hiki kidogo ambacho tumekipata, tumewaletea ninyi ili tushiriki wote pamoja katika mahitaji haya. Kwa hiyo mahitaji ambayo tumewaletea haya, tumewaletea kwa sababu Mungu anasema tufanye hivyo kupitia maandiko matakatifu. Bwana asifiwe. Maana wengine hawana wazazi, hawana baba, hawana mama, tumeshafiwa. Kwa hiyo tunatakiwa tufarijiane kupitia neno la Mungu na kupitia kupeana mahitaji. Bwana asifiwe. Amina. Baada ya kusema hayo, mwisho kabisa nasema wote tutaingia katika ufalme wa mbinguni. Na Yesu akasema, nalikuwa na njaa mkaja kunitazama, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mlikuja kunitoa kifungoni. Watu watauliza, ni lini Bwana tulikutendea? Mlipoenda kuwaona yatima na wajane na wenye mahitaji maalum, mlikuja kunitendea mimi. Mlipoenda kifungoni kuwaona waliofungwa, mlikuja kuniona mimi. Ingieni katika ufalme wa mbinguni. Ulisiri ufalme wa mbinguni ambao umewekwa tayari kwa ajili ya watu watakatifu. Kwa hiyo siku moja tunatamani ninyi wote wote tulioko hapa tuokolewe, tukutane katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tuombe. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, ushie mahali pasiri juu mbinguni. Baba, tunakushukuru kwa neema yako. Umekuwa nasi na imekupendeza asubuhi ya leo tuweze kufika katika kituo hiki cha watoto wetu, nao tumewakuta wako salama. Jina lako litukuzwe. Baba, tunaomba kwa neema yako na kwa mkono wako usioshindwa, endelea kufungua milango ya baraka kwa ajili ya watoto hawa, ili wakapate mahitaji yote ya msingi. Isitokee kujuta, kwa sababu wewe Mungu upo, na tunaomba uendelee kuwa pamoja nao katika siku zote za maisha yao. Baba, uwabariki watoto hawa katika afya zao, waondolee magonjwa, waondolee Mungu wetu wa mbinguni majaribu ya kila namna, zoruba za kila namna, hila za mwovu za kila namna, zikashindwe katika jina la Yesu. Bali utukufu ukaonekane, ulinzi ukaonekane, na asitokee yoyote ambaye atatokea kuwanyanyasa watoto hawa, kuwakemea watoto hawa, kuwakaripia watoto hawa, bali watokee watu wenye mioyo ya kuwajali, kuwalea na kuwatunza, kujitolea na kuwatimizia mahitaji yao. Walale vizuri, wale vizuri, waimbe vizuri, na endelea kuwaelekeza neno lako, wakue katika hekima na kimo, wakikupendeza wewe na wanadamu wote, na hatimaye mwisho wa yote Baba wakapate kuokolewa katika ufalme wa mbinguni. Ninaomba na kushukuru. Nasi tunapoendelea na programu hii kwa ufupi, endelea kutubariki na kutuongoza katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Bwana awabariki. Watoto mwalimu nani? Wa Yesu. Bwana wabariki sana. Baada ya kusikia neno na tafakari kwa ufupi kutoka kwa mzee wetu wa kanisa, ni wakati sasa mwingine mzuri. Napenda tumkaribishe mama atupe historia kwa ufupi, kwaje na mpaka kufikia hapa. Mara baada ya hapo tutaingia katika programu nyingine. Mama, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa majina yangu naitwa Agata, ni mmoja wa walezi wa watoto hawa katika kituo hiki cha
asubuhi ya leo kwa wageni wetu, wanakwaya wetu, wapendwa wetu, kwa kuja kuwaona watoto hawa. Ni jambo jema kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Basi kwa utambulisho mfupi au historia fupi ya kituo hiki. Kituo hiki kwanza ni kituo cha serikali ambacho kilianzishwa mwaka 2003 kikiwa Nyahanga. Katika mwendelezo huo, waanzilishi walikuwa ni wa mama ambao walikuwa ni walimu wastaafu. Baadaye sasa, kadri ya siku zinavyoenda, watoto nao wanaongezeka, na ni kwa sababu walikuwa kwenye upangaji, wakaona kadri wanavyoenda wanafanya utume huu wa kuwalea watoto na kuwajua, kuwapa mahitaji yao, wakawa watoto wengi. Baadaye wakachukua kanuni ya kwamba sasa tusaidiwe, tuombe msaada kutoka serikalini. Basi wakaenda kwa mkuu wa wilaya kipindi hicho, basi naye akawasikiliza. Mwisho wa siku naye akafanya mambo mazuri. Baadaye akaamuru kwamba sasa hili ni jambo jema ambao kila mwanadamu lazima apate huduma yake. Basi wakawa wamepata kiwanja huku Nyasubi, na ndipo hapo sasa ilipofikia kwamba wafanye michango kwa wadau mbalimbali, watengeneze angalau kianzio. Ndio wakatengeneza, tayari watoto wakahamishiwa hapa mwaka 2015. Watoto hawa ambao waliopo hapa ni watoto yatima na waishio katika mazingira magumu. Basi baada ya hapo, walezi hao wa kwanza wakawa wamekuwa watu wazima na changamoto mbalimbali, wengine wakawa habari za afya zikawa zinafifia, wakaikabidhi serikali, pamoja na kuwa walikuwa nayo hapo nyuma, lakini kwa kuelemewa kwao na watoto wamekuwa wengi, wakaikabidhi serikali ambayo ni ofisi ya ustawi wa jamii. Kwa hiyo serikali ikajipanga vizuri namna ya kuwatafuta watoto na kuwaleta katika makazi haya ambayo iliyowaandalia. Tunamshukuru Mungu, watoto ambao wanaokujaga hapa au wanaoletwa hapa na serikali, ni kanuni yao kubwa ni watoto wasome, waishi vizuri kwa upendo, na pia kuihamasisha jamii iweze kuja kuwaona. Tunamshukuru Mungu wote kwa pamoja, na sisi walezi ambao tunaokaa nao hapa muda wote, mchana usiku, tukishirikiana na jamii kwa mtu mmoja mmoja na serikali kwa pamoja. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri na watoto karibu wote wanasoma. Labda ukute tu mwingine amekuja muda mfupi, lakini kanuni ya hapa mtoto asome. Yote na yote hayo tunamshukuru Mungu sana sana kwa maisha yetu ya hapa, kwa amani, kwa afya pia. Mungu kwa kweli anajalia. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa muda huu sasa tunataka tukabidhi hivi vitu. Nitaomba mzee wa kanisa pamoja na baadhi ya waimbaji, lakini kwa maana ya mlezi utasimama na mtoto mmoja atasimama, watapokea, na kisha baada ya hapo sasa tutapata pia na picha ya pamoja ikiwa sisi wanakwaya pamoja na watoto, na kisha tutaendelea na utaratibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kwa neema ya Mungu
kama alivyotujalia basi siku ya leo kufika hapa, kulingana na hali ya hapa kwamba ni sehemu ambapo kuna wenzetu wana mahitaji maalum. Tumekuja na hivi vitu. Huu ni mfuko wa unga niseme kwa ajili ya ugali. Kwa hiyo tunaomba tu mtupokee kwa amani, lakini pia kama walivyosema kwamba hatutachoka, tutakuja tena. Huu ni mchere mama, tunaomba mpokee. Lakini pia tunajua watoto wetu ni wanafunzi, lakini pia wana nguo. Tumekuja na sabuni. Tumekuja na sabuni, nitatumia mtoto. Lakini bado tumekuja na hizi ni sabuni. Kuna mahitaji basi ya kunywa hata uji. Tumekuja na sukari. Bwana asifiwe. Amina. Kwa kadiri tena Mungu atakavyotubariki, tutaendelea kuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Kingine, tunapokuwa tunapeana mahitaji haya, Mungu wetu wa mbinguni sisi anatuelekeza kufanya kazi ya utume wa Injili. Hivyo basi tuna vitabu hivi vina jumbe mbalimbali, lakini vyote vinamtukuza Mungu na ni njia ya kumfahamu Mungu. Hii ni sabato ya kweli ambayo watasoma ili kuelewa Mungu anasema nini, na kuna vitabu ambavyo vinaonyesha uwe tayari, Yesu anakuja. Maana tunaamini sisi kanisa la Waadventista wa Sabato kwamba hivi karibuni Yesu anakuja. Ukweli ni kwamba hata acha hivi watoto yatima na waendelee kuteseka kwa hali hii. Na hivyo basi Yesu anakuja hivi karibuni sana. Na kabla hajaja tutaendelea kupeana faraja na kupeana mahitaji. Kwa hiyo watasoma ili kuelewa kwamba amekaribia kiasi gani. Kwa hiyo baada ya kukabidhi sasa haya mahitaji, muyapokee kwa moyo mmoja na Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe sana. Amina. Kabla ya yote ningependa kuwashukuru wageni wetu kwa kuja kushiriki nasi ibada ya leo asubuhi. Kwa kweli tukutegemea, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pia sisi ni wazima, tunaendelea vizuri na walezi wetu ni wazima, wanatulea vizuri. Pia tunashukuru jamii inaendelea kutujali na kutukumbuka. Pia hata nyinyi wa kanisa tunaombea kwa Mungu aendelee kuwabariki zaidi na zaidi, mkaweze kututembelea hata siku nyingine, hata wengine wenye mahitaji mkaweze kuwaona. Tunawapenda sana. Karibuni sana. Así
basi tumefikia mwisho, lakini ni binafsi nilikuwa sijajitambulisha, kwa hiyo ninapoenda kuomba ni vema nikajitambulisha ili kujua kwamba alikuwa anasema mzee wa kanisa lakini hatukumjua jina. Ninaitwa kwa majina, ninaitwa Mwinjilisti Yohana Joseph Mabula. Bwana asifiwe. Amina. Baada ya kusema hayo, tufumbe macho sasa tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mtakatifu, ukweli ni kwamba tunakushukuru kwa yote uliotutendea, maana mpaka saa hii Mungu wetu tunaweza kunena na kuzungumuza, na sasa tumesimama kwa miguu yetu na kwa vinywa vyetu tunaweza kuongea, wakati wapo wengi mno na walikuwa wametenda mema tu, lakini hawajaweza kuifikia siku ya leo. Wamekwisha kulala usiku wa leo mauti, wengine wamepata ajali mbalimbali, na wengine ni wagonjwa mahututi wako mahospitalini. Lakini kwa neema yako na upendo wako imekupendeza utukutanishe katika kituo hiki na watoto hawa, watoto wetu wapendwa wetu. Baba, tunakushukuru sana asubuhi ya leo, jina lako litukuzwe. Na kwa upendo wako huo ambao umeuonyesha na ulinzi wako ambao umetufanyia, hujatupungukia Mungu wetu, tunakuita tena kwa mara nyingine asubuhi ya leo. Kwa kuwa tumefikia mwisho, tunahitaji kuondoka katika kituo hiki kurudi nyumbani. Tunaomba tena utulinde tufike salama. Tunaomba tena hawa watoto na hiki kituo ukilinde, walinde watoto hawa waendelee kuwa salama. Neema yako ikatamaraki, malaika watakatifu wanaofanya ulinzi wakazidi kuweka kituo katika kituo hiki. Wawapatie ulinzi na wawapatie afya njema. Amani ikatawale, upendo ukatawale, lakini Mungu wa mbinguni, imani ikadumu ya kukuamini wewe na kukupenda wewe. Baba, tunaamini unaenda kututendea. Wanaolea kituo hiki, uwabariki, uwatunze. Uwabariki wao na nyumba zao na watoto wao. Kila wanapoondoka katika malango yao, Bwana uwabariki. Na kila wanaporudi katika malango yao, uwabariki. Bariki ndugu zao, jamaa zao na marafiki zao. Lakini kituo hiki tunazidi kukiweka mikononi mwako Bwana, ukilinde mpaka dakika ya mwisho ujapo mara ya pili. Wote walioko katika kituo hiki, Baba, tukakutane nao katika ufalme wa mbinguni. Baba, tunaamini sasa unaenda kutenda na umesikia. Tubariki sote, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sote tuseme amina. Amen.